Kwa hakika hii ni huzuni iliyokumba familia ya Bunga Doto, msichana ambaye ametoroshwa na kubakwa na hatimaye kesi yake kuishia hivi tunavyoenda. Leaders TV leo katika 123 imekutana na familia hii na kusimuliwa hali ilivyokuwa. Msichana aliyefanyiwa tukio hilo hapa anaelezea. Nilikuwa naenda dukani, kaniona, kanikamata. Nilikuwa simtaki. Nikuta njiani. Nilikuwa namwambia niachie, hataki. Kanipeleka fuoni kwa kaka yake. Tulilala pamoja. Naye mama wa msichana huyo anasimulia hali ilivyokuwa. Mwanangu nilimtuma dawa, nilikuwa na homa kweli. Nikamtuma kama muda wa saa 9 akaenda, akaja, akasema dawa nimekoswa, duka halijafunguliwa. Nikasema subiri kwenye saa 11. Akasubiria, akaenda saa 11, akapitia njiani ya kichochoroni. Akaenda. Ndio akaenda jumla. Hagurudi mara ya pili. Ndio nilimpa taarifa baba yake, nikasema mtoto sijamuona, nimemtuma dawa, ndio hajaja. Ndio taarifa ikatupata siku hiyo hiyo, alafu wakasema yuko Dar es Salaam, yuko mbali. Yule mwanaume yule akasema yuko mbali, yuko Dar es Salaam, hayupo huku, nimemsafirisha, msitafute. Ninaye huku Dar es Salaam. Sasa na baba yake akasema sasa nitampata pataje mwanangu? Yuko mbali, usijali. Huyo ambaye amemsafirisha Alisema tutayamaliza tu hayo. Lakini akasema na baba mtoto akasema mtoto wangu nimuona, akasema yuko mbali, tutayamaliza tu hayo. Ndio alisema yeye yuko mbali, sisi tulitaka tumuone mtoto huyo, akasema yuko mbali. Ndio hataki kuolewa. Hamtaki, ndio alimlazimisha, hamtaki. Na ndio akarudi, aliporudi ndio nikamwanza kumuulizia, akasema mimi nilikuwa nafuata dawa tu, akanikamata akasema usijali, mama yako aliolewa na wewe olewa. Baba mzazi wa msichana huyo amefika baada ya kupigiwa simu na kutafutwa kwa juhudi zote, hatimaye kufika na kusimulia hali ilivyokuwa. Siku ya tarehe 17 mwezi huu wa 4 alitoroshwa na kijana. Kijana huyo anakaa mitaa hii, kamtorosha muda wa wiki moja. Lakini nilijaribu kesho yake nikajaribu kuwafuata huyo jamaa na bosi wake. Unaona, nikawaambia mtoto wangu yuko wapi? Wakasema yuko Dar. Umempeleka Dar? Makusudi yako nioe. Uoe? Haya, kama umethibitisha kuoa, ikabidi tumekaa na mzee mmoja pale pale. Unaona, tukaanza kuelewana mahali kwamba aolewe. Unaona, kuelewana mahali vile kweli tukaelewana kama 1,800,000. Unaona, hayo mahali yenyewe yakawa kila siku naletewa tarehe tu ya kwamba tusubiri wiki moja. Ilipomalizika wiki moja mtoto wangu hayupo, nikawafuata. Nikawaambia bora tuende wapi? Polisi. Naona jamaa akanambia sasa hivi subiri kidogo. Tukakaa pale nyumbani kwao jamaa. Muda si muda, kumbe wampigia simu nani? Naibu wa sheha. Naibu wa sheha kaja pale. Alipokuja, mimi nina wazo la kwenda wapi? Polisi. Akaniambiaje, bora msubiri mzee Idi, si yupo, hayupo, umsubiri aje. Akija, kwa kuwa mliyaongea, mtayazungumuza, na mimi nikiwepo wataniita. Akija mzee Idi niitwe na mimi tuyazungumze. Naona nikakubali kweli.
Sikuenda siku hiyo polisi. Unaona, nikaja nyumbani kwangu nikakaa. Nilipokaa usiku muda wa saa 1 na wakanikuta watu 3 hapa. Wamekuja kwa hilo swala kwamba tuelewane. Unaona, mimi niliwajibu kwamba nyinyi sasa hivi mmekuja tena mnaniambia nistamili mwezi mmoja, na wakati mtoto wangu kamtorosha huyo jamaa. Kwa sababu gani? Nikawaambia kabisa kwamba nyie kumbe mnadharau. Mimi kesho naenda wapi? Polisi. Juzi hiyo kweli nilienda polisi. Unaona, nilipofika kule polisi kesi kaanza. Unaona, yule mkuu wa kituo akasemaje, huyu jamaa kumbe ameozeshwa na mke wako. Ina maana huyu jamaa hana hatia yoyote. Unaona, nikaona na mimi nikasema kumbe kaozeshwa na mke wangu, haina noma. Lakini niliuliza, unaona, lakini niliuliza kwamba kumbe huyu jamaa aliyenibia mtoto wangu ni sahihi kumtorosha mpaka wiki nzima? Unaona, mkuu wa kituo kasemaje, mimi ushahidi aliyemsema mshahidi wake huyu jamaa ni sheha. Unaona, tokeni nje tumsubiri huyo sheha. Sheha kaja. Unaona, kule polisi. Alipokuja sheha, tukaitwa tukaingia ndani. Unaona, tukaanza maongezi sasa. Unaona, sheha naye kweli alithibitisha kwamba huyo mtoto siku ya kutoroshwa aliletwa kwangu. Unaona, aliposema vile sheha, na mimi nikauliza, ina maana kumbe mtoto katoroshwa kwao na akapelekwa kwenye uongozi. Kwa nini nisiitwe mimi nije hapo? Na wakati mimi ndo mzazi wa yule mtoto. Naona ikabidi mkuu wa kituo akasema, bwana, huna haki. Unaona, naambiwa mimi. Unaona, tukatoka nje. Unaona, tulipotoka nje, mkuu wa kituo akaniita. Unaona, mimi akili ilikuwa imeluka, sikumuitikia. Unaona, kasema kumbe huyu anadharau, wakanitia ndani na mimi. Unaona, wanasema ninadharau, lakini yale maswala mimi nikaona kwamba haya maswala wameyachonga wao. Maana huyu jamaa anakana mfanyakazi wa polisi. Nikaona haya maswala wameyachonga wao, na sheha kashirikishwa tu. Kwa hiyo wewe umewekwa ndani hapo kituo cha polisi kwa muda gani? Niliwekwa muda kama lisali 1 na nimo ndani ya kituo. Ninadharau. Kasema mimi nina jeuri mkuu wa kituo. Na ni kituo gani cha polisi? Kituo cha Mfenesini. Okay. Mjumbe wa shehia ya Mwakaje ana haya ya kuzungumza. Hii taarifa ilivyokuja mimi nilipata kwa kupigiwa simu na huyo kijana. Baada ya kwenda pale tukaongea na hawa wazee pamoja na yeye kijana. Lakini sasa baba mzazi wa huyu mtoto akasema kwamba mimi kwa hatua tuliofikia, kwa sababu hawa watu wameonesha kama ni dharau na alafu washaniharibia mwanangu, kwa hiyo mimi hili sikubaliani nalo. Kwa maana hiyo mimi nikamwambia, ikiwa wewe kubaliani nalo basi sawa, mtapokwenda kokote kutakuwa kuna sheria, ila kutokana na mazingira mimi nilikuwa sijui kama ana miaka 16, nilikuwa naona labda kashakiuka. Shanifahamu. Baba mzazi yeye mwenyewe aliniambia na miaka 17. Shanifahamu. Lakini yeye mwenyewe anasema na miaka 16. Kwa hiyo inaonekana kwamba hichi kitendo kimefanyika ni sio sahihi kwa yule mtoto, kwa sababu yule mtoto atakuwa bado ni mdogo, hata hajafika kwenye umri wa miaka 18. Kwa maana hiyo ina maana hapa sheria labda ichukue mkondo wake. Lakini sasa baada ya hatua ya siku ile mimi kuitwa, sikushirikishwa tena. Shanifahamu.
baba mzazi na huyo kijana nafikiri kama alichukuana na hao wazee wanokaa na huyo kijana wa kiume wakaelekea kituoni. Sasa kule mimi kilichoendelea sikijui na wala sijapata taarifa nyingine yoyote. Ila kwa sheha jana ndo nikamsikia kwamba walienda kituoni kule, wamezungumza kituoni. Mtazamaji wa Leaders TV, natumai umesikia mengi kutoka kwa mama mzazi, baba mzazi, hata mtoto mwenyewe. Hapa ni kwa sheha wa shehia ya Mwakaje Unguja. Anasimulia hali ilivyokuwa. Siku ya tarehe 24 alikuja ripoti mtoto aitwaye Bunga Doto Kamli. Akasema naogopa kwenda nyumbani, nitapigwa na baba. Mimi nikamuuliza kwa nini? Anasema mimi nilikuwa kwa kijana mmoja anaitwa Amur. Amur nani? Amur hakumjua babake nani. Sasa alipokuja tu pale mimi nikampigia simu baba yake. Babae, kuna mtoto wako huku kapotea zaidi ya siku ngapi, lakini mbona hujanieleza? Naona kaja leo kuja kuripoti hapa. Wasema huyo aliondoka muda, lakini mimi sikuweza kukuambia kwa sababu nilikuwa tayari nishazungumza na Amuri kuhusu kuleta mahari. Lakini alipokuwa akachelewa ndio mtoto nilipomwambia unatokea wapi kama kwa Amuri. Msalo ndio swala ambalo tulipokea siku ya tarehe 24 ile kama saa 3 asubuhi. Wazee wake nilipopiga simu mmoja kumchukua, mimi tu nikamwambia kwamba huyu mtoto msimpige, mwendene salama, kwa sababu tayari ili swala lenu liko katika kituo cha polisi. Ili swala zima la uzalishaji ili lipungue, basi kunahitaji hizi sheria hizi zifuatwe inavyotakiwa na watu wapewe adhabu ili liwe somo kwa watu wengine. Ni kubwa ili lazima kuwe na mikutano mbalimbali ili kuweza kuelimishwa vijana pamoja na wazee, watoto, ili kujua kwamba hili swala halitaki lifanyike kwa nchi yetu hii. Licha ya juhudi za serikali zinazochukuliwa kuhusiana na mambo ya udhalilishaji lakini pia unyanyasaji, nadhani umesikia mengi, lakini pia kuona jinsi wazazi walivyokuwa wakiongea kuhusiana na mtoto wao, lakini pia mjumbe wa shehia ya Mwakaje, hata sheha mwenyewe. Mimi ni Mariam Khair, Leaders TV, uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.